Wapendwa katika jina la Yesu Kristo, ningependa tena kuwakaribisha kwa masaa haya kwa kipindi chetu ambacho tunakipenda sana, kipindi cha unabii wa Biblia. Lakini kabla ya kuanza, ningependa tuweze kupiga dua. Tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu, pokea sifa wewe Mungu mkuu. Tubariki tena katika kipindi hiki. Nena nasi, neno lako taa na mwanga utumulikie, kwa maana tumeomba kwa jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Ninaye leta ujumbe kwenu mpendwa katika Kristo ambaye ni Orina Donald. Na kwa kuanzia, kuna kipindi ambacho nimenena nanyi wakati ambao umepita, lakini pia tena ningependa kurudia jambo la kipekee ambalo wengi wameuliza maswali, ningependa kujua na kufahamu zaidi. Ninaanzia kitabu cha Isaya, somo ambalo litatuelekeza. Isaya 21:11 hadi mstari wa 12 ni swali la kipekee ambalo Isaya amelitoa. Na wapendwa wa Mungu, ningependa pia niwahimize mulielewe. Ufunuo juu ya Duma. Mtu analilia toka Seiri, mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi akasema, mchana unakuja na usiku pia. Mkitaka kuuliza, ulizeni, njooni tena. Mbona nimechagua kuanzia na fungu hili? Ni kwamba kuna watu wanashangaa kipi kinaendelea katika dunia. Lakini jambo linalofurahisha ni kwamba Isaya anawaambia uliza, njooni tena. Hivi kwamba ukitaka kufahamu jambo, isiwe tu ni kufahamu kwa ajili ya kupitisha wakati. Lifahamu, lielewe, na pia upiga hatua jinsi Mungu anavyosema. Kwa hivyo ndio maana nasema uliza, fahamu, njooni tena. Hivi kwamba uelewe mahali ulikopotea uweze kurudi. Kwa hivyo ni kipindi cha unabii. Wengi wanauliza, lakini unabii ni nini? Unajua, wengi wakisikia kipindi cha unabii inakuwa inaleta woga, mashaka katika maisha yao. Ninatazama tunapokuwa katika makanisa ama mikusanyiko, mtu akisikia kipindi cha unabii, yani inaleta hisia mbalimbali katika mawazo ya wengi, njia tofauti tofauti. Wengine ni woga, wengine wanashangaa ni nini ipi. Na kumbuka wakati mmoja nilipokuwa nafundisha, natumia charts. Hata niko nazo hata leo nazitumia wakati mwingine ukifika mahali hakuna stima. Sasa watu walikimbia wakati mmoja nikiwa upande wa Menyenya, nikiwa makambi mwaka 2014. Watu walikimbia, nilikuwa karibu na soko. Walikimbia hivi kwamba walishangaa ni kipi kinaendelea. Mbona picha nilizotandaza, walipotazama kuona wanyama mbalimbali. Wao hivyo hivi kwamba si kwamba wanataka kusikiliza, ni kwamba walivutwa, wakataka kuona ni kipi hiki, ana nini huyu, mhubiri huyu ni nini, kwa maana ilikuwa geni kwao. Na kwa wengine, kwa sababu ya kusikia ni wanyama, wanaogopa. Hivi kwamba mawazo inafungika, hawataki hata kusikiliza. Lakini je, maandiko inasemaje? Fungu litakalo tusaidia sana kuweka msingi kuhusu unabii ni waraka wa pili kwa Petro 1:19 hadi 21. Nitasoma ilivyoandikwa. Nasi tunalile neno la unabii lililo imara zaidi, ambalo mkiliangalia kama taa ing'aayo mahali penye giza, mwafanya vema hadi kutakapopambazuka na nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani tu. Maana unabii au kuleta popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kwanza kabisa, unabii ni neno imara. Ninaelewa na ninataka kukubali kwamba na wewe unafahamu kwamba jambo likiwa thabiti ni vipi. Kwa hivyo unabii wa Biblia ni neno lililo imara. Wakati mwingi watu wakisikia unabii wanafikiria ni mambo haya manabii wa uongo wamejaa kwenye televisheni, ambao wanakitafutia matumbo zao kulingana na maandiko yanavyosema kwamba ndio hayo. Tunapozungumzia unabii wa hakika ni mafundisho ya Biblia. Ni ujumbe ambao Mungu alitoa kutumia manabii wake na uko katika Biblia. Sio ndoto hizi watu wanaota usiku kwa kula vibaya, na wengine kwa sababu anataka kuteka nyara mawazo ya watu kwa ajili ya kupata pesa. Na anajua wengi kwa maana hawajasomea maandiko. Sisungumzi hiyo. Nazungumzia unabii wa Biblia. Ndio maana maandiko yanasema unabii ni neno lililo imara. Na hivi kwamba unapochukua muda wako usikilize, unafanya vema. Inamaanisha kuna mibaraka ya kuchukua muda wako usikilize ujumbe wa unabii, usiwe na woga. Si hivyo tena kwamba umefananishwa taa inayomulika mahali wapi? Gizani, hadi kupambazuke na nyota ya asubuhi izuke mioyoni mwetu. Kwa hivyo tuko dunia ya giza. Ukiona katika makanisa
Sasa giza sio dunia peke yake, liko hata wapi? Kanisani. Kwa maana giza hili limetokana nini? Si giza hili ambayo umezoea la usiku. Ni giza la kukosa ujumbe wa Biblia. Giza la kukosa maarifa ya neno la Mungu. Ndio maana tunahitaji unabii. Kwa maana ni taa inatumulikia mahali penye giza hadi kupambazuke na nyota ya asubuhi ambaye ni Yesu Kristo azuke mioyoni mwetu. Mbona unabii unafananisha na taa? Kumbuka Daudi anaponena katika Zaburi 119, 105 anasema hivi: neno lako ni taa ya miguu yangu na ni mwanga wa njia zangu. Kwa hivyo ndio maana ninapozungumzia unabii, sizungumzii mawazo na itikadi za wanadamu. Ninazungumzia neno lililo hai katika Biblia, lililotafsiriwa, ambalo mengine yametimilika na mengine tunayatazamia. Kwa hivyo ni taa, itakumulikia, itamulika, itakumulikia. Kwa hivyo dunia iko giza. Kwa kutofahamu mambo haya, ndio maana tunaalikwa tupokee neno la nabii ambalo litumulikie na tuweze kuelewa lililoko. Tena ukiona katika Biblia neno la Mungu ambalo ni taa, tena mbona tunaambiwa tulisikilize, litatumulikia? Je, dunia iko gizani? Ilibidi niingie katika maandiko niulize, je, Mungu unamaanisha nini? Mungu akanielekeza katika kitabu cha Isaya sura ya 60, akasema hivi: ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja na utukufu wa Bwana umekuzukia. Maana tazama, giza litaifunika dunia na giza kuu litalifunika kabila za watu. Kumbe Mungu anaposema neno la Mungu na unabii ni taa, kweli dunia iko gizani. Isaya ameweka wazi kwamba mahali tumefika, yeye alikuwa anatazama mbele. Nyakati ndizo hizi tunaishi, kwamba dunia itakuwa giza. Na sio sasa dunia, makabila yataingiwa na giza totoro. Yaani giza kubwa. Mbona? Wamekosa maarifa ya neno la Mungu, na haswa katika mafundisho ya unabii wa Biblia unaotusaidia kutumulikia tujue ni nini kinachoendelea. Kwa hivyo inuka uangaze. Lakini utakapoelewa, dunia haitakuwa giza kwako. Utajua unapokanyaga. Tena nikauliza swali. Maandiko yamesema neno ile unabii ni imara. Ni kweli, limethibitika. Inamaanisha ukiulifahamu na kulielewa na kuliamini, utathibitika pia katika imani. Utakuwa imara. Tena maandiko yakasema litakapoendelea kukumulikia kutapambazuka. Inamaanisha tuko gizani vile tumesoma Isaya. Na kupambazuka huku kutamleta Yesu, kwa maana nyota ya asubuhi. Mwingine anauliza, nyota ya asubuhi umesoma wapi ni Yesu? Ufunuo 22:16. Maandiko yanasema hivi: mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi liye shina na uzao wa Daudi, nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kumbe nyota ya kung'aa ya asubuhi ni Yesu Kristo. Kwa hivyo unabii wa Biblia ukisoma, uelewe, ni taa, itakumulikia mpaka kupambazuke. Na nyota ya asubuhi ambaye ni Yesu mwenyewe atakuzukia. Anapozuka, ilibidi tena niulize Biblia inamaanisha nini Yesu ambaye ni nyota ya asubuhi kuzuka mioyoni mwangu, ama moyoni mwangu na moyoni mwako? Maandiko nikanipa jibu. Nilipokuwa nachunguza katika maandiko, nikapata waraka wa Paulo kwa Wakolosai 1:27, ikatoa habari ya kipekee ambayo pia itakupendeza na kukufurahisha. Inasema hivi: ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu. Kumbe tumefunuliwa siri ya utukufu wa Mungu. Ni siri ni gani? Yesu kuzuka mioyoni mwetu ni tumaini la utukufu. Kumbe unaposoma unabii, ni taa itakumulikia, na Yesu ambaye ni nyota ya asubuhi kuzuka moyoni mwetu. Paulo anasema ni siri kubwa, ni siri ya utukufu ambayo imeletwa kwa watu wa Mungu. Ni gani? Kwamba Yesu kuzuka ndani yetu ni tumaini la utukufu. Ndio maana Yohana akiandika katika Yohana 15 anasema, Yesu akikaa ndani yako, Yesu akikaa ndani yangu, ndio nitazaa sana. Kwa maana pasipo yeye hautakuwa na kitu. Utakosa matunda. Inamaanisha hata safari yako ya imani haitakuwa na maana. Itakosa ile utamu, itakosa ile ladha kwa wengine. Unajua kuna watu wanaitwa Wakristo lakini si ladha. Yaani ni wachungu kama pilipili. Yaani si watamu. Tabia yao na mienendo, yaani Ukristo wao hauvuti. Kwa hivyo Yesu atakapozuka mioyoni mwetu, tumaini la utukufu, itakuwa mibaraka. Nimesoma wakati mmoja habari ya Paulo. Mwandishi mmoja akaweka vizuri, akasema kwamba popote alipokuwa naenda alibeba mazingira ya kimbingu. Yaani Kiingereza inasema atmosphere of heaven.
Swali ni je, mimi nawe kama Wakristo tunapotembea, je, tunabeba utukufu wa mbingu? Je, tunabeba hiyo sura ya kimbingu? Ndio maana Paulo anasema kama unakuwa Mkristo utakuwa manukato. Twende tena. Nikauliza swali jingine. Kwa hivyo unabii ni taa. Sasa unabii unakuja aje? Nikapata maandiko katika Amosi 3:7. Tunapozungumzia unabii tunazungumzia pia na manabii. Kwa maana Mungu mwenyewe anasema hivi. Amosi 3:7. Maandiko yanajieleza hivi. Hakika Bwana Mungu atafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Tunapozungumzia unabii pia tunazungumzia na manabii. Kwa maana Mungu amesema hawezi fanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake ambao ni manabii siri yake. Pia ningependa kukumbusha ninapoendelea vile Mungu amenipa ujumbe huo kwamba uelewe tunapozungumzia pia unabii tuna aina mbili ya manabii. Kuna manabii wa ukweli na kuna manabii wa uongo. Kwa hivyo usije kila mmoja ambao anajiita nabii ufikirie ninazungumzia hao. Ninazungumzia manabii wa kweli kwa mujibu wa Biblia. Kwa hivyo Mungu hujifunua kwa wanadamu kutumia watumishi wake manabii na anawapa siri zake. Swali jingine likaja. Mungu, unaponena na watumishi wako manabii, unaleta habari njema na ni siri. Je, unaponena nao unanena aje? Maandiko tena ikanipa siri. Ikanifunulia katika kitabu cha Hosea 12:10. Maandiko ikasema hivi. 12:10 Hosea inasema hivi, tena nimenena nao manabii nami nimeongeza maono, na kwa utumishi wa manabii nimetumia mifano. Mungu anaponena, anapotoa siri zake, anatumia manabii ambao ni watumishi wake. Na anatumia nini? Mifano. Kumbe anapotoa siri zake anatumia mifano. Kumbe ndio maana wengi wanaogopa unabii. Mbona? Hawaelewi kwamba unabii si lugha ya moja kwa moja. Unabii ni Mungu ananena siri zake kwa watumishi wake manabii na anatumia nini? Mifano. Anatumia nini? Mafumbo. Ndio maana wengi akisoma usingizi. Nakumbuka wakati mara ya kwanza nilipoanza kujua umuhimu wa Biblia, nilipoanza kusoma ni usingizi mtupu. Usingizi, kwa maana ni vita. Shetani atataka uelewe kilichoka hapa, kwa maana neno la Mungu ni taa. Neno la Mungu pia ni mwanga. Neno hili pia linatakasa, linainua kiroho, linafunua macho yako hata maisha yako. Kwa hivyo ni vita. Nikaelewa ndio maana wengi akisoma unabii anakuwa na uoga. Wengine wanasema ni ngumu. Shetani amejenga fikra katika mawazo yetu mbaya za uoga na pia kwamba utaelewa. Inaeleweka. Nimefundisha mafundisho hata kwa watoto wadogo, wanaelewa. Nakumbuka wakati moja nikiwa Busia, nilifundisha watoto wenye walikuwa wanakaa karibu nami, walielewa masomo yote, nikakosa zawadi za kuwapa. Kwa maana nilianza kuwapa changamoto ya maswali. Kutoka siku ya kwanza Danieli 2, Danieli 7, Ufunuo, walijibu yote. Nikagundua kweli unabii ni rahisi, inaeleweka. Ni vile tumempa shetani nafasi kutupa fikra potofu kwamba ni ngumu. Ndio maana imeendelea kuwa ngumu. Si ngumu. Ndio maana maandiko yamesema Mungu anajifunua, analeta siri zake kwa watumishi wake wanaitwa nani? Manabii. Na anatumia nini? Mifano. Ndio maana tutakapoendelea kusoma katika unabii tutapata mifano. Simba mwenye mabawa ya tai, utaona dubu mwenye mbavu 3 kinywani mwake, utaona chui mwenye vichwa 4, mbawa 4 mgongoni. Haya mambo si wanyama wanaopatikana katika bahari, katika mbuga yoyote katika dunia hii, ama mahali katika nchi kavu. Haya ni mambo yanayopatikana katika unabii wa Biblia. Swali jingine likaja. Kama Mungu ananena na mifano, mbona? Nikagundua hata wanafunzi wa Yesu walishangaa Yesu alipokuwa anafundisha. Walitaka kujua. Na swali ni je, kwako wewe ungependa kujua? Kitabu ni Mathayo 13:10-11. Maandiko yanasema hivi. Wakaja wanafunzi wakamwambia, wanakuja kwa Yesu, kwa nini unasema nao kwa mifano? Kumbuka Yesu ananena na watumishi wake manabii kwa kutumia mafumbo na mifano. Hata Yesu alipokuwa anafundisha, actually mafundisho yake mengi alitumia mafumbo, kwa maana ilitabiriwa hivyo. Sasa wanafunzi walipomfuatilia Yesu wakaelewa, Yesu anapenda mafumbo. Wakaja, kwa maana walitaka kujua, walikuwa na moyo na hamasa ya kuelewa, wakaja kwa Yesu. Je, Yesu, mbona unatumia mifano? Ndio hiyo wanauliza. Akajibu akawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, aliwao hawakujaliwa. Kumbe unabii ukielewa
umejaliwa kuzijua siri za mbinguni. Kumbe ndio maana shetani anapiga vita ujumbe wa unabii wa kweli wa Biblia, sio hizi ndoto za watu ambao wanatafuta pesa na kujaza matumbo zao katika televisheni. Sizungumzii hiyo. Mungu anataka tuelewe unabii. Mbona tutajaliwa, tutajua siri za mbinguni. Ndio maana mara nyingi unapata hata makanisa watu wengi wapendi ujumbe huu, wa viongozi wengine hawapendi ujumbe kama huu. Sio kupenda kwao, ni giza shetani analeta, kwa maana anajua watu wakielewa watajua siri za mbinguni, watafunguliwa, nuru itawaangazia, giza litatoweka katika maisha yao. Ndio maana wanafunzi wakati kwa Yesu wakataka kujua. Tena nikauliza swali, umuhimu wa kusoma unabii huu ni gani? Baada ya kupata msingi kwamba ni neno lililo imara thabiti, litatumulikia, giza litoweke, Yesu azuke mioyoni mwetu, tumaini la utukufu. Tena nilibidi niulize zaidi, je, nikisoma unabii kama nafsi, kanisa likisoma unabii na lichunguze lielewe, faida ni gani? Tuingie katika maandiko. Paulo akanipa jibu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 3. Maandiko inasema hivi: bali yeye autubuye, yani hili jina autubuye ni ninayetoa ujumbe wa unabii. Kiingereza inasema he who prophesies. Bali yeye autubuye asema na watu maneno ya kuwajenga, number 1, maneno ya kuwajenga, number 1, kuwafariji, number 2, na kuwatia moyo. Kumbe ukisoma unabii na lengo nzuri kwa uongozo wa Roho Mtakatifu na maombi, utajengwa. Sehemu ya pili, utafarijiwa. Sehemu ya tatu, utatiwa moyo kama nafsi. Ninayetoa ujumbe huu, mtumishi wa Mungu Orina Donald, nimejengeka. Naweza shuhudia kweli nimejengeka kupitia kwa kipindi cha unabii na kuchunguza maandiko. Nimeelewa historia ya dunia, nimeelewa vile serikali zinafanya kazi, nimeelewa mbona vitu vinatendeka vile ilivyo hata saa hii, hata Marekani, kwa sababu ya unabii. Naweza kukupa historia nyingine huko haipata shuleni. Naweza kukupa historia nyingine hata Marekani anayeishi huko haifahamu. Mbona? Kwa sababu ya kusoma maandiko, kipindi na mafundisho ya unabii. Kwa hivyo maandiko nasema utajengwa ukisoma vizuri, utafarijiwa na utatiwa moyo. Tena nikaingia katika maandiko. Tena unabii unatusaidia aje? Inajenga imani yetu katika Yesu. Yesu mwenyewe alifundisha unabii. Sikia alivyoambia wanafunzi wake waliomfuata. Yohana Injili 13 mstari wa 19. Anasema hivi: tangu sasa nawaambia kabla hayajatukia. Hiyo ni nini? Unabii. Kwa maana unabii is a prediction, ni utabiri. Sasa Yesu anawaambia hivi, nawaambia kabla yatukie. Mbona? Ili yatakapotukia mupate kuamini ya kuwa mimi ndiye. Yesu alitoa ujumbe. Nikupe mfano mmoja kwa ufupi tu. Yesu kabla asulubiwe, ingawaje ilikuwa imetabiriwa, lakini pia yeye mwenyewe akiwa na wanafunzi wake aliwaambia, niko na nyinyi, mmenitambua kwamba mimi ni Mwokozi. Asua katika kitabu cha Mathayo 18. Yesu alipouliza wanasema mimi ni nani? Wakasema, wengine wanasema ni Yeremia, Elia, wengine mmoja wa manabii. Akawauliza wanafunzi, na nyinyi je? Petro alimtambua akasema, wewe ni Yesu Masihi, mwana wa Mungu aliye hai. Walipomtambua hivi, mara moja hapo Yesu alianza kuelezea ni yapi yatatokea. Na ilikuwa muda wa chini ya mwezi mmoja. Akawaambia, nitaenda Yerusalemu, viongozi wa dini watanitoa, nitahesabiwa kwenye wenye dhambi, nitateswa, nitakufa, lakini baada ya siku 3 nitafufuka. Alitabiri. Lakini hatari na ajabu ni kwamba yalipotukia walikuwa wamesahau. Kwa hivyo unabii ni muhimu. Unajenga imani yetu katika nani? Katika Yesu. Yesu tena akarudia 14:29 akasema hivi, na sasa nimewaambia kabla lijatokea, kusudi litakapotokea mpate kuamini. Kwa hivyo Yesu alitoa mambo mengi. Hatari ni kwamba wanafunzi walisahau. Walisahau kabisa kana kwamba hawakuwahi ambiwa. Ilibidi tena baadaye Yesu alipofufuka akawapea Bible study, ndio wakafunguka macho, wakakumbuka. Tuende kitabu cha Isaya pia. Isaya anasemaje kuhusu jambo hili? Isaya 48:37. Isaya 48:37. Ninapojiandaa kutamatisha, maandiko matakatifu yanasema hivi. Isaya 46 samani, nisome 9:10. Inasema hivi, lakini mambo haya mawili, samani, kumbukeni mambo ya zamani za kale, maana mimi ni Mungu wala hapana mwingine. Mimi ni Mungu wala hapana aliye kama mimi, nitangazaye mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Mungu anatangaza. Unabii ndio huyo. Nikisema shauri langu litasimama, nami nitatenda mapenzi yangu yote. Unabii pia
unatuelezea tulikotoka, tuko wapi na tunaenda wapi. Ndio maana Mungu anasema mimi ndimi, hakuna kama mimi, ninayetangaza mwisho tangu mwanzo, hata mambo kabla yatukie. Ndio maana tunaenda kuona Mungu alitangaza mambo ya ajabu kitambo, zaidi ya miaka 2500 yamepita, lakini yanatendeka leo. Unabii. Sasa unabii ni muhimu. Someni, ufarijike, utiwe nguvu na ujengwe. Tena tumeona unabii ni taa inatumulikia, na unabii unafungua, ni nuru inayomulika tutoke gizani tuingie kwenye nuru. Jambo jingine ninapomalizia ni kwamba unabii huu tutauelewa aje? Ndio namalizia vipointi 2 za kipekee. Kuna wengi anasoma naona simba mwenye mabawa ya tai, anaanza tu ni nini hii sasa? Inakuwa ngumu. Kwa mfano katika kanisa tuna mafundisho ya Biblia katika hii quote miezi mitatu. Ninaona hizo picha unje, wanyama, wengine wanaona hivi tu wanashangaa ni nini. Hata wana muda, hawajasoma, hata hawajaelewa, itaisha wengine bila kuelewa. Mbona hatukui na muda wa kuchunguza? Lakini Biblia inasemaje? Number 1, ili tuelewe unabii, pointi ya kwanza ama sheria ya kwanza ama kanuni ya kwanza, Biblia ijieleze yenyewe. Ndio maana tulisoma Petro ya pili 1:21 nasema unabii au kukuja kwa mapenzi ya mwanadamu, bali waliandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Biblia ijieleze. Pointi ya pili, ili tuelewe unabii na ikae rahisi na tuifurahie na iwe ya kuvutia, Biblia inasema tena tulinganishe fungu na jingine. Hiyo ni Isaya 28:9-10. Hivi kwamba usisome fungu moja, ulinganishe Biblia yote. Maandiko inasema hivi: atafundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachisha maziwa, walioondolewa matitini? Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huko kidogo na huko kidogo. Yaani wale mnatazama kwenye court vile lawyers wanafanya, kesi kama hii ilitendeka katika nchi ya Afrika Kusini mwaka fulani, kakato hivi na nchi fulani, wanaleta pamoja. Ndivyo na unabii. Yaani kama ni somo, mwandishi mmoja anaeleza kwamba kama ni somo kuhusu batizo, usisome Mathayo peke yake, Marko anazungumzia, Luka iko, ukienda Warumi anazungumzia, ukienda Petro anazungumzia, unaweka yote pamoja ndio utapata jibu kamili na uhakika. Kama ni somo kuhusu kuja kwa Yesu mara ya pili, Mathayo iko, Marko iko, Yohana iko, Ufunuo iko, Yoeli iko, Zaburi iko, leta yote pamoja. Ndio maana tutakaposoma unabii huu ili ufurahie na kuelewa, tutaruhusu Biblia ijieleze, na pointi ya kipekee tutalinganisha fungu na jingine, tutapata muhtasari. Kwa hivyo wapendwa, ni muhimu sana tuelewe hivyo. Elewa kwamba unabii ni rahisi. Kwa hivyo si ngumu. Yesu mwenyewe aliwafundisha wanafunzi wake. Kwa hivyo tumeelewa wanafunzi, hata wewe ukitaka kujua, njoo. Wakati mmoja Mathayo 24, Yesu alisema maneno mazito, wanafunzi hawakuelewa. Walifanya nini? Hata mimi ndio nataka nikuhimize kwa hiyo kwamba unabii ni rahisi, lakini Yesu anafundisha. Inasema hivi: Yesu akaenda zake kutoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumuonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamuyaoni haya yote? Amini nawaambieni, alitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo alitapomoshwa. Wanafunzi hawakuelewa, kwa maana wao walikuwa wanajivunia, wanasema Yerusalemu nzuri, imejengwa, inapendeza, ni ya kifahari. Kwa maana dunia yote ilikuja kufurahia, kushangilia, kutazama majengo ya kifahari. Lakini Yesu akaongea maneno yalitishia, maneno kinyume na matarajio yao. Hawakuelewa. Walifanya nini? Mstari wa 3, hata alipoketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wakamwendea kwa Farao wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Ni nini dalili ya kuja kwako na mwisho wa dunia? Hata sisi unabii unaposoma wakati uelewi, usikata tamaa, omba. Danieli mwenyewe alipoambiwa unabii ambao ulikuwa wa ajabu siku 2300, maandiko inasema alizimia, alishindwa kuelewa, lakini alipata kufahamu vipi? Danieli 9 aliomba. Alipoomba, Mungu akamfunulia akamwambia, enda usome habari nilimpatia Yeremia. Aliposoma akaanza kuelewa, kumbe ujumbe ndio huu. Alipounganisha akaelewa. Kwa hivyo hata mimi na wewe nakuhimiza, unabii sio ngumu, na hasa katika unabii unazungumzia ni vitabu viwili ambavyo dunia imekataa na visomi, na ndivyo vina ujumbe wa mwisho, Danieli na Ufunuo. Watu wanaviogopa, wahubiri wanaviogopa, lakini vya kipekee ujumbe unaotuandaa kwa siku za mwisho, kujua uongo wa shetani na mipango yake. Mungu atusaidie. Soma, omba na chunguza, utaelewa. Na Mungu akubariki kwa jina la Yesu.
Tutaonana tena ninapoomba. Mungu tubariki. Endelea kufungua fahamu zetu tunapoenda mafundisho kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Get to the point. Take a step forward.